Ndugu zangu, tunajua taifa letu linafikia wapi. Taifa letu linapitia wakati mgumu sana. Hapa mimi nilikuwa ninachokiomba tu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na kwamba kuna kitu fulani ambacho toka hii Tanzania iumbwe sijawahi kuona kwamba kunatokea kundi la watu ama kikundi cha watu wana uwezo wa kuconfront na vyombo vya dola katika mazingira kama niliyoyaona, ambayo yameweza kuleta maafa kwa Watanzania, yameweza kuharibu miundombinu. Kwa taifa kama hili linahitaji waziri mkuu ambaye atakuwa anakwenda kwenye mambo matatu muhimu. Kwanza, busara. Ukishakuwa na busara utaweza kumsaidia sana Mheshimiwa Rais. Tena busara yako isiyo ya kupimika, kama inapimwa kwenye mzani, hii robo, hii nusu. Iwe ni busara ya kumwagika. Taifa tutaliponya. Lakini pia kuwepo kwa hekima, kwa maana ya hekima. Hekima ni kuweka kitu mahala pake. Ukiweka kila kitu kwenye mahala pake. Ukitazama unaona kabisa kwamba kuna vijana waliorubuniwa. Kuna vijana kutokana na chuki zao dhidi ya serikali wamepandikizwa kwamba ndani ya serikali kuna watu wala rushwa. Wamepandikizwa ndani ya serikali kuna mafisadi. Wamepandikizwa ndani ya serikali kuna watu wanatumia mali za umma vibaya. Hizi chuki zinakaa kwenye moyo alioumba Mungu. Wewe binadamu hapa ni ngumu kweli kweli kutatua. Na kusema chuki za huyu mtu mimi nina uwezo wa kwenda kusafisha kama unavyosafisha fagio. Sasa ili uweze kutoboa kwenye njia hii, kuna kila namna ya kutumia hekima na busara hizi zenye kumwagika, sio za kupima kwenye mzani, zenye kumwagika. Hapo tutafikia mahala pazuri pa kutatua jambo hili. Lakini kinyume na hivyo, ubabe ukitumika zaidi, nguvu ikatumika, amri zikawa nyingi, amri zinazo, kwa sababu wakati mwingine ziko amri za kutekelezeka kwa ajili ya kuponya maumivu ya watu. Lakini kuna amri zinazotoka za kutekelezeka kwa ajili ya kuzidisha chuki na kuzidisha maumivu ya watu. Ukifanya namna hii, unaweza kujikuta unaongoza ndio, lakini unaongoza watu ambao hawakupendi. Unaongoza watu ambao wana chuki na wewe. Na kuna wale ambao unajua chuki zimegawanyika. Kuna wale ambao wana react vibaya, ambao wanakwenda kwa mkumbo mpaka wanafikia hatua kujiingiza barabarani. Na kuna wale ambao wana chuki na kiongozi, hawana nguvu ya kusema, wamekaa na makorokocho ndani ya miili yao, ndani ya nyoyo zao. Hawa watu ipo siku mioyo yao itaamua vibaya, na ikiamua vibaya, hapo huwezi kujua nini hasara itajitokeza kwa maamuzi yao. Wengine unaweza kuwakuta labda wamekaa tu, hata zile ajenda za serikali hawazifurahii, huoni kwamba wanachangamka nazo. Likabaki kundi tu penginepo la machawa, watu wanafiki, wakajifanya wao ndo hea wanashangilia. Kumbe kundi kubwa umeliacha la watu waliojaza chuki kwenye mioyo yao. Wanashindwa kusema, wanashindwa kuongea kwa sababu wanaogopa dola. Na wanaogopa dola si kwa sababu wanaogopa, wanaiheshimu dola iliyotokana na wao. Hata kama wao hawakupiga kura, wajue kuna Watanzania wenzao walio wengi wamepiga kura na kuiweka dola. Kwa hiyo wanaweka heshima kwa kuheshimu hawa wenzao wa Tanzania kwa kuiweka dola, na wamenyamaza kwa kuiheshimu dola yenyewe. Kwa hiyo ili waziri mkuu mzuri zaidi, lazima hekima yako iwe ni ya kumwagika, sio ya kupimika. Busara yako iwe ya kumwagika na sio ya kupimika. Utakuwa waziri mkuu mzuri, na unaweza kufanya watu wakakusahau. Uwezekano wa watu kusahau, labda ulikuwa na haiba na tabia fulani. Kama watu leo walimsahau Lowassa, walimweka kwenye list of shame, kama orodha ya watu wa aibu, hawapaswi kuheshimiwa ama kusamehewa, Lowassa alikuwemo. Lakini nini? Lowassa huyu akachukuliwa, akaja kwenye kule walipomsema vibaya, na akaenda kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kusema vibaya kwa waziri mkuu, mfano watu wanasema vibaya Mheshimiwa Mwigulu, wala sio jambo la kuumiza sana, kama Mheshimiwa waziri mkuu mwenyewe ataamua kutumia busara yenye kumwagika, hekima yenye kumwagika, na amri za kutekelezeka zisizoweka chuki. Tuelewane wa Tanzania, amri za kutekelezeka zisizoweka chuki zaidi.
tutafika mbali sana. Tunafahamu kuna watu leo wapo kwenye misiba, watoto wao wamefariki, mama zao wamefariki, baba zao wamefariki, mtu mke wake ameuawa penginepo. Kwa hiyo machungu haya huwezi kuyaondoa kwa kutumia jazba, huwezi kuyaondoa kwa kutumia ukali, kwamba mimi kiongozi na amrisha ikawa ni mwendo wa amri tu. Badala ya kupoza mioyo ya Watanzania, tutajikuta tunazidisha chuki ndani ya mioyo ya Watanzania. Halafu kwa kuwa tumeexperience jambo la ajabu, mimi kwangu naona jambo la ajabu, Tanzania hii watu wafikia hatua kama ile, watu wanachoma mali zao, yani hatua ile imenishangaza. Najiuliza ni kwa namna gani kuna vijana wameona ile, halafu wakakemea kwamba kamwe isimtokee kwenye moyo wake asije akaunguza miundombinu ya serikali ambao ni pesa zetu wenyewe walipa kodi. Mimi ni maajabu kuona Tanzania ile, kwamba mtu amekuwa tayari kufa kwa sababu huwezi kuipimia ama kulipimia jeshi la polisi namna litakavyopambana dhidi ya wanataka kuhatarisha amani. Jeshi likijihami lazima madhara yatokee, kwa sababu kuna nguvu ya kadiri inaweza ikatumika, lakini kuna wakati sasa inakuja jeshi inabidi litumie nguvu ya kujihami, na kwenye kujihami ndio unaona hadi majambazi wanauawa. Kwa hiyo kwa Tanzania, dhumuni kubwa tusiendelee kupandikiza dhana mbaya kwa viongozi wetu. Nina imani hatutakuja kuwapenda, hatutawapenda kwa sababu dhana tunajaza chuki. Lakini kama tutasubiri tuone mwisho wa jambo itakuwaje, je, huyu tunayemuona kwamba alionekana ni mbaya atabaki hivyo hivyo? Unaweza kushangaa tukaona mabadiliko makubwa. Leo Mheshimiwa Mwigulu unayemuona huyu kwa kasi yake, baadaye tukaja kuneemeka wa Tanzania. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.